Kwa hiyo kote sisi mmoja tu. Haleluya. Kichwa cha habari andika kupata kibali. Kupata kibali. Haleluya. Fungua kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 21. Anatuambia kupata kibali mbele ya wakuu. Hapa tunamwongelea Yusufu. Yusufu alivyopata kibali mbele za watu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo lazima upate kibali mbele za watu. Yusufu alipata kibali mbele ya wakuu. Haijalishi alipitia katika shida ama taabu. Haleluya. Kuna wakati una uwezo wa kupitia misukosuko, lakini Mungu akisimama na wewe, kuna vitu vingine vinafungua njia. Kupitia zile shida ndipo mafanikio yanakuja kwako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Yusufu alipata kibali. Nisome hapo katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 21. Alivyoandikwa. Amen. Mwanzo 39:21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Akamfadhili. Akampa kibali. Machoni pa mkuu wa gereza. Haleluya. Haijalishi hata kama adui amekufunga kiasi gani. Kama Mungu ameamua kukufungua, ameamua kusema na wewe. Huyu Yusufu tukiangalia historia zake, alipitia tabu na dhiki. Alikuwa ni muota ndoto, na yeye alikuwa ni mfugaji. Huyu mtu anaagizwa kule kwa ajili ya kondoo. Akaota ndoto, akaenda kuambia ndugu zake, ndugu zangu, kuna ndoto 1 2 3. Lakini wale ndugu wakasema hapana, hauwezi kutumiliki mpaka sisi. Lakini Mungu alipokuwepo mkuu tena akamuotesha anawamiliki mpaka wazazi wake. Lakini kwenda kuambia wazazi kuhusu ile ndoto, mzazi naye akasema hapana, haiwezekani. Wewe kwa hiyo nataka utushikilie sisi pamoja na ndugu zako. Wakampinga. Kwa hiyo kuna maisha mengine jamii ama marafiki ama ndugu wanaweza kukupinga mafanikio yako. Una uwezo wa kuanza kibiashara kidogo sana, lakini ile biashara mtu umefungua miogo hapa na yeye yule mwingine anakuja kufungua miogo pale. Manake kwamba huyu mtu anakupinga wewe ili usifanikiwe. Umefungua biashara kako pale na yeye anataka hiko ulichokifungua na yeye akifungue. Haleluya. Kwa hiyo Yusufu yeye hakukata tamaa. Ni kweli alidhoofishwa kwa sababu ya ndugu zake. Leo hii unadhoofishwa na ndugu zako, usikate tamaa katika jina la Yesu. Amina. Haijalishi hawe ni mzazi wako, haijalishi hawe ni nani kwako. Anakuambia wewe huwezi kujenga hapo. Huwezi wewe kununua gari, unamwambia mimi ninanunua tu. Haleluya. Amina. Kwa nguvu ya imani yako. Kuna mwingine anaweza akakwambia mwaka huu sidhani kama nitalima. Lakini ukitengeneza imani yako utalima. Kwa hiyo Yusufu alipitia shida na dhiki za kupitia kwanza kwa ndugu zake wenyewe. Haleluya. Ndugu zake walimdhoofisha. Wakamkamata na kumuua na kumtupilia huko. Walijua wamemuua. Leo hii lakini watajua wewe wamekuua. Lakini Mungu kumbe amekutunza na anaenda kufungua katika jina la Yesu. Hakatupwa kule. Hakauzwa, akasema tukimfukia hapa tutaonekana nini? Wakachukua ile damu ya mnyama wakampelekea baba yake. Baba mtu akalia akasema mwanangu wamekuwa umeliwa na wanyama wakali. Kumbe wao wamemuuza nchi za mbali. Haleluya. Amina. Ugenini. Kuna wakati lamkini umefungwa na wageni.
Kuna wakati lamkini umezuiliwa na wageni usipige hatua. Leo utaenda kupiga hatua. Utaenda kuketi katika kile kiti cha kwako unachopaswa. Amina. Haijalishi unasoma, haijalishi ni mfanyabiashara, haijalishi upo nyumbani, lakini kuna kitu Mungu ataenda kukupatia iko kiti chako. Utachoenda kuketi mpaka wengine watajiuliza huyu kakitoa wapi kiti cha mafanikio. Haleluya. Kwa hiyo Yusufu yeye alivyouzwa katika ule mji, mfalme alimpenda. Lakini kikatokea kizuizi kingine. Sema kizuizi kingine. Palipo mafanikio lazima kuna kizuizi kingine kitatokea juu yako. Kikatokea kizuizi kwa mke wa mfalme. Hakamtamani. Kuna watu wengine wanaishi kutamani waume wa za watu. Kuna wengine wanatamani wake za watu. Kwa hiyo yule mwanamke wa mfalme alimtamani kijana shupavu mwenye nguvu zake. Haleluya. Amina. Alivyotamaniwa, Yusufu aligundua. Akasema hapa ngoja nijiandae kupambana na hilo. Kweli yule mwanamke kafanya vitu vyake, lakini Yusufu alikimbia uzinzi. Sema kukimbia uzinzi. Uzinzi au kumbatiwi, bali unaukimbia. Unakaa nao mbali. Haleluya. Kwa hiyo yule mwanamke akasema hili vazi aliloliacha ndipo nitaenda kumchafua. Kuna wakati utachafuliwa wewe. Haleluya. Kuna watu wa karibu watakuchafua wewe. Kuna watu wafanyakazi wenzako watakuchafua wewe, lakini Mungu atakupigania kwa sababu anakupenda. Amina. Haleluya. Yeye alichafuliwa na yule mwanamke, akaambiwa kwamba huyu halitaka kunibaka. Mfalme akatafakari, lakini sasa atafenyeje? Inabidi amfunge. Kwa hiyo kuna wakati una uwezo wa kuhukumiwa na adui akatafuta chanzo hicho akakufunga wewe. Lakini nguvu ya neema ya Mungu inaenda kukufungua. Yusufu akafungwa jela. Lakini Mungu aliyekuwepo mkuu, wakawaotesha ndoto wengine, akaanza kuzitafsiria. Ndio njia ya kufunguka Yusufu na kuwa kiongozi mkubwa, na ndugu zake wakaja kumpigia magoti. Sema leo atakuja kunipigia magoti. Haleluya. Yusufu alikuja, ndugu zake wakaja akampigia magoti, wakamsujudu, mama yake na baba yake wakamsujudu kwa sababu ya uweza wa ndoto yake aliifanikisha. Wewe je, una ndoto gani leo? Ili upate iko kibali mbele ya wakuu, lazima uisimamie ndoto. Kuna mwingine ana uwezo wa kuwa mimi nikikuwa na tamani kuwa mwalimu ama daktari ama mwendesha ndege siji rubani, lakini mwishoni anaishia kitu fulani. Ndoto yako iko wapi? Yusufu aling'ang'ania, hakukubali ndoto yake ife. Halipata kibali kwa wale watu kwa sababu ya ile ndoto. Haleluya. Amina. Kwa hiyo ili upate kibali lazima unyanyue ndoto yako. Ili upate kibali engo ile. Shida ya watu wengi sasa hivi mabiti, unataka nini? Nataka niolewe. Kuolewa kwao ndio imekuwa ni sifa. Kumbe unatakiwa ujianze kujitafuta wewe kwanza, ndipo hiyo ndoa ikufuate. Haleluya. Amina. Ili kesho usiwe tegemezo. Unamtegemea mtu, anza kutegemewa. Tengeneza njia ya nini? Kutegemewa, ili hata mahali popote ukiachwa unapambana, kwa sababu umtegemei mtu nyuma. Chukua una kamia 2 kamia ngapi, weka kwenye kabiashara kako. Uza, tembeza hata mahindi mtaani, tembeza hata kanguo, tembeza 200 300, ni cha kwako. Haleluya. Amina.
Hata wanafunzi mnaweza kujitafuta wenyewe, mkatengeneza kikundi chenu 200 mnaweka. Ila mimi watoto wangu msinipe mimi 200 nitakula. Unaweka, unatafutiwa kibubu chako, unakiweka mule. Kuna vibubu vingine kama vimdoli fulani hivi, unaweka mule, 200 unavificha. Ndani ya mwaka kuna hela nzuri, na sio kila siku utapata 200, kuna kesho utapata 400 unaweka. Haleluya. Amina. Unatafuta mzazi mzuri anayejua kuhifadhi hela, sio toa kwenda kuchomoa kwenda kula, amekosa hela kula na chomoa pale anaweka pale. Ipo unaweka, ile ndio akaunti yako wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ama mna uwezo wa kucheza zenu michezo yenu nyinyi wenyewe, mnajizungusha. Leo kama 200 anatoka mtu, kesho kama 200 anatoka mtu, kesho kutoka 200 anatoka mtu. Maana yake tayari unatengeneza future ya mbeleni. Haleluya. Amina. Lakini sasa hivi mtoto ukimpa 1000 hapa, wewe tu mchokoze tu hapa. Akienda dukani akirudi hata shilingi hana. Unatafakari huyu mtoto nini? Alafu kesho huyo hakawe mama bora ama baba bora. Kwa sababu matengenezo yanaanzia kwenye msingi. Haleluya. Kwa hiyo Yusufu alipata kibali mbele ya gereza. Fungua katika kitabu cha Kutoka 11 mstari wa 3. Tunamwongelea Musa. Huyu Musa yeye alikuwa ni kiongozi ndani. Aliteseka. Alikuwa ni mtoto aliyetupwa katika mto na mzazi wake. Lakini mzazi wake alimlea wakiwa katika hali ya dhiki isiyotegemewa kama mzazi mbele yake. Haleluya. Nitasoma. Amen. Kutoka 11 mstari wa 3. Ndiyo. Bwana akawapa watu hao kibali. Ndiyo. Machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, ndiyo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Alipata kibali mbele ya wakuu. Lakini hiki kibali akukipata hivi hivi, alikipigania. Haleluya. Kibali ili ukipate, huyu Musa alihangaika. Alikuwa ni mtoto asiyejulikana, lakini alilelewa na mfalme pale. Hakujua ndio yule mtoto aliyotakiwa afe katika lile grupu la wanaume wote wa Wanaisraeli waliotakiwa wafe, na yeye alikuwa ni mmoja wapo. Lakini alitunzwa ndani ya ufalme na akakuwa. Na wakati ulipofika akaondolewa, nenda nje kwanza kajifunze. Lakini alivyoondolewa, aliomba fimbo, aliomba maji, aliomba nini tena ni kingine. Maana yake kwamba fimbo ni mamlaka, maji ni uhai. Haleluya. Amina. Ndivyo alivyoomba, akutaka kuomba sijui nini, aliomba vitu vyenye thamani, uhai na mamlaka. Akaondoka navyo jangwani, wakajua huyu atakufa tuko. Haleluya. Lakini walisahau kumbe wamempa nguvu ya mamlaka na wamempa nguvu ya uhai. Haleluya. Kwa hiyo alipofika jangwani alikunywa maji ya uhai na akawa na mamlaka ya kuishinda